anayestahili kutafuta. Somo letu tunaenda kujifunza. Somo hili linatoka katika maandiko ya somo katika kitabu cha Amos sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 6. Iliyekuacha jumbe unasema, yupo kwako anayestahili kutafuta. Yupo kwako anayestahili kutafutwa. Maandiko ya somo yanatoka katika kitabu cha Amos sura ya 5 mstari wa 1 na ule wa 6. Tasoma Amos sura ya 5 mstari wa 1 na wa 6. Biblia inasema, lisikieni neno hili nilitamkalo, liwe maombolezo juu yenu, enyi nyumba ya Israeli. Mstari wa 6. Mtafuteni Bwana nanyi mtaishi, asije akawaka kama moto katika nyumba ya Yusufu, nao ukateketeza, asiwepo mtu awezaye kuuzima katika Betheli. Amen. Asante. Mstari wa 2. Bikira wa Israeli ameanguka, hata inuka tena. Ameangushwa katika nchi yake, hakuna mtu wa kumwinua. Kwa kuwa Bwana Mungu asema hivi, mji uliotoka nje wenye watu 1000 utasaziwa watu 100. Mji uliotoka wenye watu 100 utasaziwa watu 10 wa nyumba ya Israeli. Maana Bwana awaambia hivi, nyumba ya Israeli, nitafuteni mimi nanyi mtaishi. Bali msitafute Betheli, wala msiingie Gilgali, wala msipite kwenda Beersheba, kwani Gilgali hakika yake itakwenda utumwani, na Betheli itakuwa ubatili. Baba, nakushukuru. Asante kwa kunileta mahali hapa. Ninachojua siko peke yangu, ipo nguvu yako na uwepo wako. Asante Bwana, maana umesimama kutusaidia na kutufundisha, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Yupo kwako anayestahili kutafutwa. Kitabu cha Amos, ni nabii Amos aliyetabiri katika Israeli katika ile miaka, akatabiri habari za Israeli kutenda dhambi, kukataliwa na Mungu. Tunamwona huyu Amos akiwa kama nabii ambaye alitabiri nyakati zile, lakini pia alitabiri katika nyakati hizi. Tunaweza tukajifunza nini maana ya kuishi. Anasema nitafuteni nini nani mtaishi. Kwa nini tuishi? Kuishi maana yake ni nini? Kuna maana nyingi, lakini mimi nimeandika hivi: kuishi ni kuendelea kwa mambo yanayoonekana kwa macho. Kuishi ni kuendelea kwa mambo yanayoonekana kwa macho. Amos anatabiri juu ya Israeli kwa habari ya kufa, habari ya kushindwa kuendelea katika mambo ya Mungu. Kwa hiyo kuishi, mimi nimesema kuishi ni kuendelea kwa mambo yanayoonekana kwa macho. Kila kinachoishi huwa kinaonekana, kisichoishi huwa hakionekana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kitu kinachoishi huwa kinaendelea, na kikiendelea kinaendelea kukua, kikiendelea kukua kinaendelea kuonekana, kikiendelea kuonekana tunaendelea kukiona. Naona nimesikia ushuhuda wa mama hapa, anasema Mungu amenipa watoto wanakuwa kihekima na kimo na kiakili pia. Kwa hiyo tumeona wengine wanamzidi, wengine wanamfukuzia kumzidi. Kwa hiyo
kuishi pia lazima ukue. Huwezi kuishi ukiwa ukui, ni tatizo. Huwezi kuwa na mtoto toka ulipomzaa hatembei, haongei. Lazima utaweka mawazo, kwa nini mtoto wangu yuko hivi? Utatafuta madaktari nini? Amos anawaambia Israeli, nitafuteni mimi nanyi mtaishi. Lakini tunaona mstari wa pili ambao unasema bikira wa Israeli ameanguka hata inuka tena, ameangushwa katika nchi yake, hakuna mtu wa kumwinua. Amos anatabiri juu ya Israeli, lakini anatabiri juu yetu sisi leo. Bikira ni taifa. Kwa maana nyingine, taifa la Israeli limeanguka kwa sababu ya miungu, limeanguka kwa sababu ya dhambi. Hata leo sisi ni taifa. Taifa haliwezi kuitwa taifa kama halina watu. Taifa, kanisa, jamii imeanguka. Hakuna mtu anayeweza kulinua. Unaweza ukaona, ukajifunza. Taifa, bikira wa Israeli ameanguka. Bikira ni nini? Bikira ni mtu ambaye hajanajisiwa na kitu chochote. Taifa la Israeli lilikuwa ni taifa teule, taifa takatifu ambalo Bwana amelichagua kutembea nalo. Lakini tunaona ghafla taifa linaacha njia, taifa linaenda kwenye mambo yasiyofaa, taifa limeanguka, taifa limekufa. Unaweza ukawepo una jina kabisa, lakini kumbe umekufa. Una jina la ulokole, una jina la kuokoka, una jina zuri, lakini kumbe lile jina sio hai kwa matendo yake. Amos anatabiri, anasema bikira ameanguka. Israeli ikaanguka, ikabaki kuwa Israeli, wateule wa Mungu, lakini kumbe wameshaacha kushika amri za Mungu. Leo tuko hapa, tupo hapa kanisani, tupo kwenye makanisa mbalimbali, tupo tuna majina mazuri. Ni vizuri mno kujitambulisha, tena ni vizuri sana, hata mimi sikataa. Bwana asifiwe, amina. Naitwa fulani fulani, nimeokoka. Ni kweli umeokoka, hayo ni majina tu kama Israeli walivyoitwa, lakini kumbe walikuwa wameshaanguka, hawamo katika kutekeleza yale matendo ya ubikira, yale matendo ya uteuzi. Bwana tusaidie sana, Bwana Yesu atusaidie sana. Jina la ulokole unalo, matendo yake yamekufa. Kuitwa mlokole sio kitu kidogo, lazima kuzingatia matendo. Amos analia kwa ajili ya taifa la Israeli. Wamekengeuka, wanaitwa wateule wa Mungu, lakini ndani yao hakuna uteule. Unajua jina siku zote huwa linaishi, matendo ndio yanayokufa. Bwana tusaidie sana. Pindi sijaokoka mimi, bayangu mtoto rokole, mtoto tunalialia, alikuwa anatudharau tu rokole. Na sijui kwa nini siku hizi hawaitwi rokole, hata kama wanaitwa sio sana. Tumebadilisha majina, tunaitwa na wapendwa. Bwana tusaidie sana, ni mazuri. Jina la ulokole nilipokuwa na tafakari, ina maana kubwa sana. Ndio maana kuna wakati
nimeokoka. Matendo yamtambulishe ameokoka. Jina kama mhalifu hata ingekuwaje, kinachokufa ni matendo, ila jina linabaki kuwa jina. Kitaka kujua hizi habari inakwambia ni za ukweli, nenda tu makaburini. Takuta majina mengi yameandikwa, lakini hata ukisimama usiku kucha mchana kutwa utaona matendo ya mwenye jina yamesimama, yameshaisha. Ila jina lipo, likiandikwa vizuri, yani linadumu na kudumu na kudumu. Babu yangu kufariki miaka ya nyuma, miaka ya 90 kabisa, tukiwa bado sisi ni wadogo, lakini leo kienda unakuta jina lipo, William Tanga. William Tanga si atoke tumuone, hatuwezi kumwona kwa sababu matendo yameshakufa, ila jina lipo. Wana wa Israeli wakabakiza jina, lakini matendo hayapo. Amos analia, anasema bikira ameanguka, hakuna mtu wa kumwamsha. Sasa kuna matendo ya leo kwetu, maana unabii una mambo mawili au matatu. Mtu anapotoa unabii, ina maana anaenda katoa kwa habari iliyopo, lakini habari ya wakati ujao, huo ndio unabii. Amos akatoa unabii kwa habari iliyokuwepo Israeli, lakini alitoa unabii kwa habari yetu sisi leo. Tupo kanisani, tupo tunaabudu, sisi ni wachungaji, sisi ni maaskofu, sisi ni mashemasi, sijui ni wazee kanisa, tupo tunaabudu, tuna majina mazuri sana, lakini matendo yameshakufa. Tajuaje rafiki matendo ya kifo? Matendo ya ulokole utayajuaje? Maana kuitwa mlokole sio kitu cha kisi. Tofauti na nini? Tofauti na liturujia ni tofauti. Unaposema umeokoka lazima uwe tofauti. Hebu sema tofauti. Tofauti. Kuitwa mlokole ni gharama. Hatusemi tu mimi nimeokoka bila gharama. No, kuitwa mlokole lazima gharama ziwepo. Lazima kuna gharama. Matendo. Tendo la kwanza utaliona, ibada za kweli hazimo. Jamani, Mungu ametupa neema wachungaji, tunatembea huko na kule. Hapa kuna ibada ya kweli. Hebu tumpe utukufu Bwana Yesu. Hapa kuna ibada ya kweli. Nimesema hapa kuna ibada ya kweli. Amen. Sasa na wewe uwe ibada ya kweli. Amen. Haleluya. Ibada za kweli hazimo. Ndicho walichofanya Israeli. Zile ibada za kimungu zikaondoka, wakakaribisha miungu, wakaabudu miungu. Leo tunao tusijue miungu ni nini, lakini nasi tumekaribisha miungu bila kujua. Ibada za kweli zimeondoka. Sio tena kule kuabudu katika roho na kweli. Nimesema hapa kuna Mungu. Sio tena kuabudu inavyotakiwa. Palistera huwa ananichekesha sana. Niliachaga msemo na ninautumia kweli na unanisaidia. Ibada za kweli ni zile zinachomoka zenyewe. Zinachomoka zenyewe. Yaani hakuna haja ya kuambiwa inua mikono. Wewe mwenyewe umeshainua mikono. Hakuna haja ya kuchomoa kigelegele ukaamua piga. Unashangaa kimechomoka unakishika. Amen. Hizo ndizo ibada za kweli. Huambiwi leo ni Jumapili, leo kumbe ni Ijumaa. Kumbe jana ilikuwa Jumatano. Hivi wewe una ibada ya kweli rafiki? Ila hapa kuna ibada ya kweli. Amen. Sawa? Amen. Wewe una ibada ya kweli. Israeli wakaacha ibada za kweli zikaondoka. Leo zipo ibada hazipo kwenye makanisa za kweli. Yaani ni liturujia imerudi kwa walokole. Akati ilikuwa ni amna. Roho anaongoza anapotaka. Nimesema mimi na neema ya kutembea huku na huku. Kwanza nilikuwa natamani sana ibada hapa na wafuatiliana kwenye mtandao. Leo nimejionea kwa macho. Amen. Mungu akubariki mchungaji. Amen. Barikiwa sana. Bwana Yesu akusaidie sana. Kuna eneo unafika, ikija
Nikamwambia nendeni mtanikuta. Twende ukaone manyama. Kumbe manyama. Tena wababa wakubwa wa dini. Nyama mimi niende mnadani siku hapo. Nikamwambia mtanikuta kanisani. Ibada za kweli hazimo. Tumekaribisha miungu kulio. Miungu biashara. Hakuna kitu kizuri kama kuabudu Mungu katika Mungu. Yaani hakuna kitu kizuri. Na ibada hizi ni za wachache. Wengi huwa wanashindwa na mimi nimeziona. Kwa sababu zinahitaji gharama. Hazina bra. Alibandika mkono mama. Tuondoka, siondoke bila mafuta yake. Ni za wachache pote na pote. Bora tuende mbinguni na washirika watano, sio grupu la watu ambao wanaenda jehanamu. Hakuna hiyo. Tunataka tuabudu katika roho na kweli, zile ibada za kweli. Ukisimama hatuna haja ya kumwambia toka pepo, anatoka kwa kuabudu, anatoka kwa sifa. Amen. Zile ibada zikakosekana kwa Israeli. Zile ibada zimekosekana kwa walokole wanaoitwa walokole. Hazipo ibada za kweli. Jambo la pili, maombi ya Kipentekoste. Maombi ya kweli hayapo. Israeli wakapoteza maombi. Kanisa limepoteza maombi. Imekuwa rahisi tu. Mtu akifunga, mtu akija kukesha, anakuja na godoro. Anakuja kwenye mkesha, anajiandaa kabisa, baada ya hapo anaenda kulala. Mimi wanaongea kanisa, leo tunamkesha. Kwa hiyo jiandae, tunamkesha. Yaani usije na mawazo ikifika saa 6 tunaenda nyumbani. No. Kama ni maombi ya saa 6 naongea sio mkesha. Tuna maombi ya saa 4 mpaka saa 6. Leo tumebadilisha huko kwetu, sio hapa kwetu. Tunasema tunamkesha, lakini unaisha saa 6, huo sio mkesha. Sio mkesha. Haya ni maombi ya saa 4 mpaka saa 6. Mimi huwa nayaita hivi. Samisa. Maombi ya kweli hayapo. Mtu anajiandaa kwenye maombi, lakini bado ameacha nyumbani. Kama sisi sio kama mataifa. Ameandaa. Kama si mmoja wale wenzetu baba mdogo. Anaenda kwa Bwana. Nataka. Sijui kuna nini. Yaani anafunga, huko anajua jioni nitakula hiki na Ndio mimi sinafunga. Naona vizuri nimekubali. Yaani sasa naamua ya kufunga. Kwa sababu nikianza kula ninarudi, ninatambi, nina soda, nina juice kidogo, nina tikiti kidogo. Na mimi nasema leo nimefunga. Siwezi kukaa kula mchana ugali tu peke yake. Nasema nafunga na mimi. Leo maombi ya kweli hayapo. Mtu anaomba, anafunga, huku anawaza. Sasa nishafika tufungu. Maombi ya kweli ni yale ambayo hayajulikani. Utakula saa ngapi? Utafungulia na nini? Japo kuna afya kweli, kujali afya ni kweli, sikatai. Lakini unafunga ukiwa na nia ya kukutana na Mungu. Sio kukutana na vyakula baada ya hapo. Unashangaa umefunga siku 21. Ndio wakati mwingine unatafakari sana. Hivi siku 21 inatusaidia nini? Yaani unashangaa kwa sababu ni akizo. Mtu anafunga siku 21. Lakini akitoka ndani ya 21. Ndio mimi nikafunga 21. Ndio mimi nilikuwaje? Kwa nini? Maombi ya kweli yale ya Kipentekoste hayamo. Matendo yamekufa, yamebaki majina ya walokole. Matendo ya maombi hayapo yanayobadilisha. Tunaona watu wa matendo walipoamua kuomba waliomba kweli. Walipoamua kufunga walifunga kweli. Anatusaidia watu wako. Kutoa kwa Kipentekoste hamna. Sasa hivi sio kule kutoa ile senti ya mwisho, ile ya Farisayo. Sio ile ya kutoa na moyo wako unasema nimetoa. Unatoa mabaki wala hayaumi. Kutoa kwa kweli
usiombe kukukuta. Usiombe. Na kwambia hivi ni uchungu usiokuwa na, yani usiokuwa na kifani. Nakumbuka mwaka mmoja tulikuwa kwa Mabinda, akaja mzungu mmoja mama, akahubiri habari za umisheni. Nakumbuka kipindi cha maisha yamenipiga sio mchezo. Nimeokoka ila nimepigwa vibaya mno. Na naishi kwenye nyumba moja ya kupanga nyumba. Nimelaza kodi miezi 3. Tena kodi yenyewe shilingi ngapi? Anasema 6,600. Mwenye nyumba anakwambia, anakuja ananiita Mama Oliva. Mama Oliva, nipe hela yangu. Kenge wa Mungu wewe. Hao Wanyamwezi hao chutini hao wazalawa. Samia. Sio wale watamu. Hao wanakama hao. Twende Kibebe. Jana anakuja na kufanyia hivi. Twende Kimundu huyu. Leta kodi yani. Sijui unaongea nini sielewi. Bwana msamehe jamani kama nilikugusa kabila la mtu. Lakini naongelea na mapito niliyopitia. Alikuwa sawa tu. Kunidai. Ndugu yangu. Nikawa nimebamba 30,000. Ameniambia unanilipa ukitaka kuishi hapa unilipe kodi zangu za miezi 3, afu ongeze na 3 mbele. 6 mara 6 ni ngapi? Alafu na 30 fenye ya mkopo. Nimeazima tu, nimeweka diaba lehani na chupa ya chai. Na kitanda na malia ila nimewekea lehani. Nimeenda kwenye ile ibada na kumbuka ilikuwa siku ya Jumatano. Mzungu amekuja Mabinda akamkaribisha marehemu Mabinda. Karibu baba, welcome. Kaanza kuhubiri. Anahubiri habari ya umisheni. Likaburu fulani hivi nakwambia, linahubiri umisheni na kasi nikakaa hapa. Nimekaweka. Najua leo nikifika huyu baba nimtoa miezi 4 na pasaundi, alafu nyingine nabaki na ganga. Na wale vinyanya tu tavimamia. Wewe sicheze na Yesu, kuabudu katika roho na kweli. Acha kabisa kutoa kwa kweli. Lazima kibadilishe mazingira. Na kutaleo tunatoa mazingira yetu yabadiliki. Unabaki uko pale pale. Miradi haikui, huduma hazikui. Yaani unajikuta badala ya kukua unaingia tena kwenye madeni. Nani tunakukopa sijui vikoba. Unachukua tena mambo yaendi. Toaje ukipentekoste umepungua. Akahubiri baba. Akalia kama mwekundu. Pamoja talangi. Akalia akabadilika kama gauni vile. Yeye akabadilika. Akalia watu wanaangamia. Wewe una hela hapo kibindoni umeangalia. Leo hela yangu tena ninaenda kulipa kodi. Wakatoa ni bwana kaenda kidogo nikatoa sikakumbuki nikashinda. Nikang'ang'ana lile zungu bado kuna mtu mmoja atakubadilisha mazingira yake bado. Nimekaa watoto wamekaa na nani. Leo inasema ni wewe. Wewe. Kuna dai kutalala wapi? Ni wewe. Nimesimama ile kaburu pale nimesimama. Kwa Mabinda tu. Nikaenda huko bwana. Nikafika nikaitoa ile 30. Nikaiangalia mimi. Watu wangu wanaangalia kwa kosa maarifa. Hamna. Nikakuta yupo. Kuna mtu anasubiriwa mazingira yake yabadilike na msubiri sitoki hapa na msubiri. Ni wewe. Wengine wote wamekaa. Nikaanza kwa labda na mtema ng'ombe. Maana yeye ndio hela nyingi. Ameshatoa kwa zamu yake. Nikarudi tena. Nikaenda nikaichomoa. Nikasema unitoe kidogo, unitoe 10. Nyingine bakiza. Nikaenda nikatoa 10. Nimerudi. Yupo bwana mzungu. Anahubiri tu. Bado kuna mtu mmoja ananena mpaka akaruka chini. Mpaka masi anatoka. Nikasikia msukumo hapo nikasikia kama fimbo. Nikikaa huko nasikia na chapa. Yaani hapa kukalika. Nikaenda tena nikachoma ile shiriko imebaki. Nikapiga na walimaliza ibada sitoki. Ndipo nimekaa nimezia. Nasema naendaje nyumbani? Twende Kirumi na kija nitakuwaje? Nimekaa sina hata 100 mbovu. Na utoka anatembea ile kipindi boda zilikuwa sio nyingi. Kutoka kwa Mabinda kuja huko. Watoto nimeambia tangulieni nyumbani na kuja. Na waza huyu mzee leo na mama. Sina hela yenyewe ni yako. Wakati mwingine leo akisema wanafurahi. Niliondoka pale kanisani saa 2:30. Kaenda nyumbani. Kakuta vitoto vimeshalala.
Nimelala asubuhi naelekea wapi hata 100 nguvu sina. Nimekaa nikamwambia Mungu nakungoja wewe. Saa 12 nakumbuka mpaka kesho. Nilikuwa nakaa maeneo ya Niogo, msikiti fulani hivi unaitwa yaani ukiwa Niogo Mnazi Mmoja, hilo barabara ndio nakaa pale. Maeneo hayo barabarani, na maana na chumba chake kwa barabarani. Kipindi hicho mtema alikuwa anakata taksi. Nikasikia mama alikuwa kama ituelekezaga na kama watu wa ibada zile za mitaa huko chini. Kwa tukifika hayo maeneo tunaenda Niogo, na mimi naishi pale. Alisema anakaa maeneo haya. Nikasikia sauti ya mama mtema huo. Hebu ngoja nimpigie simu. Una shida unafikiri utalala? Yaani kama unauliza mkesha, ni mkesha kweli kweli. Nikasikia na kwa hivi, nikahisi tu, nikafungua mlango. Karibuni. Asante mama, sisi tunaenda Ushirombo. Tumeona tupite tukuone. Kuna kama kadogo hapa. Chukua. Nikapewa. Kamfuka na mchele, katoa mpaka na mchele. Utaangalia vizuri mama. Sisi tunaenda mama, Mungu akubariki. Nikafika ndani kila binadamu, yaani Mungu huyo. Nikasema ngoja nibadilishe mchele niweke kwenye ndoo ukae vizuri. Kuna bahasha ile 50. Nikasema nini macho kwa macho. Utoaji wa Kipentekoste lazima ulete matokeo. Nilimwona Mungu. Leo tunatoa, lakini sio ule wa Kipentekoste. Mimi nawaambia adhabu tu zimebadilika. Zingekuwa zile adhabu za kina Anania hapa kwenye makazi tulikuwa tunasikia mizimu, lakini leo wafe hapa mchungaji ni ndani, wazee wa kanisa ni ndani. Lakini Mungu ametupa neema ya ufahamu, amesema apunguze kono, lakini ilikuwa ni ndani, watu wote ilikuwa ni tii. Utoaji wa Kipentekoste lazima ulete matokeo. Lazima mambo yabadilike. Lakini jambo jingine, kunena. Leo tumebadilika kunena kwetu. Sio hapa, lakini hapa yupo Roho wa Bwana kabisa. Sio yule. Fikeni jamani, muone kwenye makanisa moja. Yaani mtu ananena na masaka ya kelema saka baba. Ndio baba tupigie baadaye. Lima saka na masha. Tumeze tumba na masaka. Omba mtu wa Mungu. Tatamani mnyangeni madhabahu toka. Ananena. Mimi nachojua mtu anayena kwa lugha habaki hivyo hivyo. Lazima usinzi utaondoka, lazima tabia mbaya itaondoka, lazima kiburi kitaondoka. Mtu anayenena kwa lugha sio muongo, sio mvivu, sio mchelewaji wa ibada. Hivi unanena kwa lugha kabisa. Lugha tufanye tukae stili. Mabonde yote yanaondoka, bado utabaki na tabia ya kusengenya. Sio lugha. Sio roho wa lugha. Hiyo ni lugha yako tu. Sijui ya Kisukuma. Hata Wasukuma mbona watakusikia? Mbona watakusikia unachoongea? Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza alipoingia ndani yangu alinibadilisha. Nikabadilika, nikawa na kiu ya ibada. Siwezi kukosa ibada. Nikatamani kusoma neno. Akaondoa kiu ya dhambi. Yesu ametutoa mbali. Nilikuwa ni mama padri yako mimi hapa. Wanaita watumikia enzi zile. Nimefaulu shule tena, shule ya seminari, wazazi hawana. Padri anataka kujitoa, lakini ajitoe hivi. Anataka wale mzigo. Bwana aliniokoa. Tulikuwa tunaabudu, tunatumika. Bwana ametusaidia. Kwa nini niambie ni kutoka kwenye hiyo dini? Huwezi kuniondoa. Lakini nilipojaa Roho Mtakatifu, nikasema kumbe tulikuwa tumesumbuka kiasi hiki. Kumbe tulikuwa tunatabika kiasi hiki. Bwana ametusaidia. Lakini jambo jingine ni kutumika kwa Kipentekoste. Leo tumepoteza utumishi wa Kipentekoste. Hatutumiki kama Bwana anavyotaka. Tumebaki
shemasi. Yaani utahakikisha mama fulani hajaja hapa, ni mbio kwenda kumtafuta, kwa nini hajaja? Tumejisikia vibaya. Una shida gani? Mimi naumwa. Utachota maji, utaosha vyombo. Yaani unatumika, yaani unakitumikia hasa hicho cheo. Tena unatumika kweli kweli. Utumishi wa kilokole leo Kipentekoste umeondoka kanisani. Ukipanga shemasi wazao unafunga na kuomba masaa 24 mpaka 36. Shemasi tu wazao. Kiongozi tu wa ibada. Nafikiri sasa hivi pameo zinakukutika, umeandika hapo kwa hiyo. Umejipanga tena na maombi unayo juu. Kama hapa tu. Bwana tusaidie sana. Yaani unatumika kisawasawa, unasema kweli Mungu nitumie. Utaosha vyombo unaimba pambio kwa mama. Hapo ni juzi tu hapa nimeokoka. Utaimba pambio. Yaani utajipanga, unaanza mazoezi ni yako. Kuna mazoezi ya praise. Sipi zamani yalikuwa kweli. Ati mama ibada. Mazoezi ya praise miaka hiyo. Mazoezi ni wewe. Nitasimama, nitamkaribisha mchungaji, nitamwambia mama mzee wa kanisa mapema toe. Unaanza kujiambia wewe ndio mazoezi. Uko kwetu kaka hayapo mazoezi, kueleka kwa na mkoli tu hapo. Sio mbaya. Mazoezi ni wewe. Unasimama kiongozi wa ibada. Yaani mchungaji asipokaa sawa, kiongozi hakurudisha na nena. Yaani ameshafurika kabla ya wengine. Kwa kama mazoezi yetu hapo. Bwana tusaidie. Kusifu. Lakini hapo tunaona Ufunuo sura ya 3 mstari wa kwanza. Wao tunaona Yohana anaona katika maono. Anaona yale makanisa 7. Likiwemo kanisa la Sardi. Limeambiwa nyinyi mna majina ya kuwa hai, lakini mmekufa kimatendo. Haya makanisa 7 ndio yapo na leo hapa. Tuna majina ya kuwa walokole, lakini kimatendo tumekufa. Yohana anaonyeshwa kwenye kile kisima cha Patmo. Anaambiwa angalia haya makanisa. Yanasema yananipenda, lakini matendo yalishakufa. Majina tu yamebaki. Huyu ni mzee wa kanisa, huyu ni askofu, huyu ni mchungaji, huyu ni shemasi. Haya majina hayafi. Lakini angalia matendo yao. Kanisa la Sardi ndio Sardi ya leo. Majina yalikuwa haya, lakini tumekufa. Bwana tusaidie sana. Lakini kuna hasara za kukosa uhai katika matendo. Hasara za kukosa uhai katika matendo. Tuangalie ile Amosi ule mstari wa 3. Hasara hizo tunazikuta hapa za kukosa uhai. Anasema hivi mstari wa 3. Kwa kuwa Bwana Mungu asema hivi, mji uliotoka nje wenye watu 1000 utasaziwa watu 100. Mji uliotoka wenye watu 100 utasaziwa watu 10 kwa nyumba ya Israeli. Hasara ya kukosa uhai katika matendo. Unapungua. Imani inapungua. Matendo yanapungua. Yaani kadiri unavyokosa uhai katika matendo ya kumtumikia Mungu, kuna mapungufu yanaongezeka. Hivi unajua kuna baraka za Mungu zile special kabisa ambazo huwezi kuzitafuta kwa wasomi, huwezi kuzitafuta popote. Kwa hiyo kadiri tunavyoendelea kupungua katika matendo ya kumtumikia Mungu, kuna vitu vinapungua, nitakwambia huko baadaye. Mtu anayepungua na dalili zifuatazo. Namba 1, ana manunguniko. Mtu anayekosa uhai katika matendo amejaa manunguniko. Yaani kunungunika tu kitu kidogo hawaji kuniona. Jamani nilifiwa, mimi hawaji kuniona kabisa. Jamani mtu mmoja ulifiwa binamu na
na binamu, yule binamu yake na binamu. Hata wewe mwenyewe unjui vizuri. Kanisa linaenda Jumanne kwa mchungaji, sio Alhamisi unakuwa ulionea huruma. Binamu yake na binamu na binamu yake na kwa nini sasa watu wa Bwana wanatusaidie sana? Mengine unakausha. Unaliacha kabisa niendelee na kazi za Mungu. Nina maombi nataka uje kuabudu kivipi na waambia kabisa hivi. Mengine unayaacha tu unalia jamani na binamu yenu ile kule. Unaacha mengine hata kuzungumza. Bwana tusaidie. Dalili ya kwanza ya mtu anayekosa matendo uhai katika matendo ni mnung'unikaji. Hiyo utaikuta kwenye Marko sura ya 14 mstari wa 3 hadi wa 9. Manung'uniko. Huyu anasemekana ni Yuda. Mwanamke yule tutasoma, waandika tutasoma kwa muda wake. Mwanamke yule anaenda kumtolea Bwana Mariamu kwa ajili ya maandalizi, anampaka mafuta. Mariamu nzuri inayonukia ya gharama kubwa. Wanafunzi baadhi wananung'unika. Nasema jamani, yaani kwa nini kula sana kiasi hiki? Hii Mariamu si ingekuzwa wakapewa maskini, wakapewa yatima. Ananung'unika watu wanapofanya matendo mazuri yanayoleta uhai. Ni mnung'unikaji. Wakanung'unika. Sasa wakamwambia nyinyi umaskini mnao siku zote. Hata hii Mariamu ingeuzwa, umaskini ungekuwepo tu. Huyo mtu anayekosa matendo ni mnung'unikaji hatari. Ananung'unika kwa sababu hana matendo, hayana uhai. Jambo la pili, ana hasira. Hataki kuambiwa ukweli. Mtu aliyeacha matendo ana hasira kali. Hasira. Tutaikuta kwenye Luka sura ya 10 mstari wa 17 hadi 22. Hasira. Jambo la tatu, huyu mtu anayekosa uhai katika matendo anakufa kiroho na kimwili. Kikosa uhai katika matendo. Hii tutaikuta kwenye Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1 hadi 11. Hizi ni habari za Anania na Safira. Ogopa sana kukosa uhai katika matendo ya kimungu. Lazima tuwe na matendo mazuri, tumtendee Bwana. Lakini jambo la mwisho, utakosa baraka za kimungu. Naona hizo sana. Baraka za kimungu utazikosa ukikosa uhai katika matendo. Lazima tuwe na uhai katika matendo. Wathesalonike tutaiandika baadaye. Baraka za kimungu zitaondoka. Nimesema kuna baraka special ambazo haziji hivi hivi. Kuna watu wazuri, kuna watu wana pesa lakini hawana hizo baraka. Zipo baraka za kimungu ambazo Mungu akikupa hizo baraka ni za kipekee. Watu wanaulizana imekuaje? Baraka za kimungu zipo. Mungu akikubariki anakupa heshima. Hiyo ni baraka ya Mungu. Mungu akikubariki anakuheshimisha. Kuna watu wamesoma lakini hawana heshima kabisa. Kuna watu ni matajiri lakini Mungu hajawaheshimisha hata kidogo. Akishapoteza amepoteza. Wengine wanaheshimishwa kwa muda tu, kwa sababu hizo ni za muda, ni vitu vya muda. Unaona jamani, wanaogombea ndao kisha kuisha kabisa. Lakini Mungu akiamua kukuheshimisha, yani ni baraka ambayo ina heshima. Hata mtu afanyeje, heshima inaendelea. Kizazi hata kizazi. Unaheshimika kazini, unaheshimika nyumbani, unaheshimika kwenye jamii. Anakuheshimisha kweli. Lakini pia anakupa amani. Ipo amani ya Mungu, ipo amani ya wanadamu.
wengine wana amani kwa sababu wana pesa. Lakini wewe unaweza kuwa huna pesa na unapita kwenye wakati mgumu, lakini Mungu ametubariki baraka zake za amani. Unajisikia amani. Unapita kwenye changamoto bado una amani. Kikweli mimi namshangaa mama wangu hapa. Unaona hiyo baraka ya amani? Nenda kwa mataifa leo. Ni kazi kubwa sana. Baraka ya amani inatoka kwa Mungu peke yake. Mtu anaanza kujiuliza hamna, tusubiri. Utasubiri mpaka lini? Mwenzako anaendelea mbele, unasubiri nini sasa? Amani. Nakumbuka nilifiwa na mama yangu. Faraja yangu kubwa alikuwa mama. Rafiki yangu wa matukio, mzee Kasema. Akipata ujumbe ananiambia haraka. Na huwa hatuna mambo mengi naye. Tunaweza tukapotezana lakini sio kivyo. Akaniambia msijipe moyo. Kaja kamwombea mama yangu. Akaniambia jitie moyo. Baada ya siku kadhaa akafariki. Nilikumbuka sana yale maneno aliyoniambia. Mimi mama yangu anafariki, dada zangu wanazimika bure. Nasema sisi hatuwezi hata kuosha. Tunajisikia vibaya. Yaani anatuwekea tu hela. Mama alikuwa anahangaika ana. Nikasema wekeni hela Mungu. Bila naenda kuosha. Basi tukapewa kamaliza leta. Nina ujasiri. Yaani ujasiri sio ujasiri. Na kwa mimi kuna amani za kimungu peke yake. Huwezi kuzinunua popote. Huwezi kuzitafuta popote. Yaani tutabaki na maswali. Baki huyu, sio yeye. Subiri baadaye mtamsikia. Pressure itamini. Nikamwandaa vizuri mamangu, nikamwogesha. Huko waga kuna hiyo face. Beke. Toka uzenzee kidogo. Beke. Yaani nina ujasiri. Nikasema naimba. Siku ya msiba mama naimba. Niliimba kwa ujasiri. Amani. Yaani una amani. Kwa kazi ya Mungu iwe mbaya, iwe nzuri, una amani. Iwe inaumiza, iwe inafurahisha, bado una amani nayo. Hicho kitu huwezi kukipata popote. Lazima matendo yako yawe na uhai. Mungu atakubariki vitu vya namna hiyo. Unamtumikia Mungu, unamfanyia Mungu kazi kwa uaminifu, na kwambia hawezi kukuacha hivi. Watu watakuwa wanashangaa, imekuaje? Watasubiri leo, na tusubiri kesho. Sasa kesho wazi naisha. Ikitoka kesho na kuja kesho nyingine. Hizi ni baraka za furaha. Baraka za upendo. Hizi ni baraka za Mungu. Sasa kuna njia moja tu ya kupata vyote. Ipo njia moja tu ya kupata vyote.